Haya, karibu mpenzi wangu mtazamaji. Natumai ubuheri wa afya. Mola amenijalia pamoja nami katika makala yetu kawaida, katika uchambuzi wa gazeti la Taifa Leo, makala ambayo tumekuwa tukiyapata bila shaka kwa wakati unaofaa. Leo hii sijakuwa na majukumu mengi ya asubuhi, ila inaonekana yatakuja baadaye, lakini nataka nikujukumikia leo kwamba tuanze kuchambua makala yetu ya Taifa Leo, gazeti tunalolienzi la Kiswahili la kipekee. Kwa hivyo katika mada kuu kama nilivyoandika hapo, kwamba mada kuu, wabunge wa bei ya jioni. Unajua kawaida bei ya jioni ni bei ya kuokota, bei ya hasara na kadhalika. Kwa hivyo kuna baadhi ya wabunge ambao pia ni bei ya jioni. Sijui mbunge wako ni bei gani, asubuhi, mchana ama jioni, ambaye ni bei ya mtumba ya kuokota tu. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba uadilifu wa wabunge wanapotekeleza majukumu yao ya kikatiba katika kamati za bunge umetiliwa shaka, tena huku spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula akiwaonya vikali dhidi ya matumizi mabaya ya mamlaka yao. Bwana Wetangula aliwataka wabunge hao wazingatie sheria na maadili ya kazi ya bunge, akilaumu kamati kwa kula hongo, kwamba kuna kamati ambayo wanashabikia sana masuala ya pesa. Habari zingine ambazo tutazipata pale kwenye ukurasa wa 3 ni kwamba mamlaka ya afya ya jamii SHA ilipoteza jumla ya shilingi bilioni 11 kutokana na ulaghai kati ya Oktoba mwaka 2024 na Aprili mwaka 2025, huku hospitali za kibinafsi zikiwasilisha madai mengi ya uongo. Ukaguzi wa Wizara ya Afya umefichua hayo. Waziri wa Afya Aden Duale alisema kipindi hicho cha miezi 6 kilikuwa kilele cha wizi ndani ya mpango mkuu wa bima ya afya kwa wote nchini. Unajua, bila shaka hizi ni hela zetu. Huu ni msiba wa kujitakia, maana pia sisi tulifanya uamuzi kwamba wetu ni wetu, hata awe amesoma au anafaa, kwamba wetu mradi anaitanishwa na jina la kwetu. Kwa hivyo haya makala unayapata kwenye ukurasa wa 2, na kwamba Wetana waishtumu. Kwa hivyo inakaa pia akawaambia kwamba one term ni swala ambalo huenda likafanyika. Kwa hivyo ni swala ambalo linaangaziwa kwenye ukurasa wa 2. Kwenye ukurasa wa 3 pia umeangaziwa mwanadada ambaye ni Bi Taifa. Mwanadada huyu ambaye ni Bi Taifa anaitwa Neema Msila, na umri wa miaka 24. Ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili. Uraibu wake ni kusafiri, kusoma na kujumuika na marafiki. Kwa hivyo iwapo wewe ni mmoja wa marafiki, kwamba itabidi sasa umechangamka naye katika nafasi ya kusafiri na kusoma, na pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Makala mengine ni kwamba washauri wa Ruto motoni wadai walidharau koti, kwamba wanadharau amri ya koti, kwa hivyo wako motoni. Ukurasa wa 4 naambiwa kwamba maseneta wahofia utumizi mbaya wa mfumo mpya wa fedha kaunti, kwamba huenda pesa ambazo zinatumika, kuna masuala ya ufisadi hapo. Maskwota zaidi ya milioni 8 kutoka kaunti 26 washtaki serikali. Maskwota katika taifa lao wenyewe ni kinaya hicho cha maisha. Pia tunaelezwa kwamba mwalimu aliyewawa kule Garissa alinusurika mashambulio ya awali, kwamba miaka 2 iliyopita Steven Msili, mwalimu wa shule ya msingi ya Huluho, kaunti ya Garissa, aliyewawa Jumatatu, alinusurika kifo baada ya shambulio la kigaidi linaloshughulika kutekelezwa na Al-Shabaab. Ni taarifa ya kutamausha kwamba walimu ambao ni rasilimali ya kitaifa
inategemewa, kila mtu anapitia mikononi mwa mwalimu, ila kuna mwenye anasema kwamba all patients do not respond positively to medication. Hata kanisani kuna wale wanaenda kanisa lakini are not responding positively. Sasa pia hapa shuleni kuna wanafunzi they don't respond positively to academic work, ndio maana wanashambulia walimu. Para habari za pwani, bandarini wadau wavutana, msongamano ukiongezeka. Ni maswala hali ya maisha tu. Tahariri, magavana MCS wapewe pensheni zao, kuna swala ambalo linashughulikiwa. Katika swala la elimu, hili swala limeangaziwa na Bi Helen Njagi ambaye anasema kwamba changamoto zinazokumba ufanisi wa CBE zitatuliwe. Kwamba mtaala mpya wa elimu au CBC ambao sasa ni CBE unalenga kuwapa wanafunzi ujuzi na umilisi kuliko mtaala uliokuwepo wa 844. Umefunikwa na mawimbi tele, kwamba kwanza mtaala huu umewagharimisha wazazi pakubwa kwa kununua vifaa vya ujifunzaji mbali na vitabu ambavyo Wizara ya Elimu iliwapa wanafunzi, kwamba malalamishi yapo kwa mtaala huo uliharakishwa, kwamba mtaala huo uliharakishwa. Sijui una maoni yepi ewe mtazamaji wangu, kwamba mtaala huo una changamoto tele. Pia kushambulia viongozi wa upinzani kanisani ni aibu na ukatili unaovuka mipaka, kwamba kuna baadhi viongozi hapo siku ya Jumapili walivamiwa kanisani. Barua kwa mhariri kwamba ghasia na fujo za kisiasa hazifai kamwe. Hili ni taifa huru na kila mmoja ana uhuru wa kujieleza msimamo wake wa kisiasa. Shule zote zinazoendeleza masomo ya ziada zimulikwe, kwamba shule hizi zimulikwe. Serikali ilipiga marufuku masomo ya ziada, lakini bado utaona wanafunzi wakienda shuleni Jumamosi hadi jioni kwa mafunzo. Hilo ni swala ambalo limeangaziwa na Joy Mshoki, anatoka maeneo ya Kajiado. Swali ambalo limeangaziwa na gazeti hili la Taifa Leo ambalo linahitaji maoni yako ni kwamba ODM imeanza misururu ya mikutano ya kulinda ngome zake za kisiasa, Linda Ground. Unahisi mikutano hii tafaulu kuzima migawanyiko na kuzolea chama wa ufuazi zaidi? Toa maoni yako hapo. Habari za kimataifa, marufuku ya matangazo ya ushahidi yazua mjadala. Tume iliyoteuliwa na Rais Samia kuchunguza kiini cha maandamano Tanzania yasema waathiriwa wanafaa kulindwa dhidi ya umma na kejeli mitandaoni, hatua inayopingwa vikali na mashirika mbalimbali ya kutetea haki za wanahabari. Kwenye dondoo za hapa na pale, Polo alilia jamaa wasiambie mke alianika anavyokaliwa, kwamba huyu Polo alienda akasema namna mke wake alivyo. Sasa sijui ako vizuri ama kwa namna gani. Katika ukurasa wa 10 kuna mtihani wa Kiswahili na Kiingereza ambao umeangaziwa kwa faida ya mwanafunzi anayejiandaa kwa ajili ya mtihani wa CBE. Kuna conversation hapo. Kuna wanaoangazia masuala ya wakulima, ila twende moja kwa moja hadi kwa wanaspoti. Kwa hivyo wanaspoti, kwamba Kenya yaalika maafisa wa CAF kukagua viwanja vya AFCON kwa matayarisho, ndio wanajiandaa ili kuandaa michezo hii. Kisha kuna mbivu na mbichi kubainika UEFA leo hii, kwamba kuna ratiba ambayo leo imeandaa michezo hii. Kuna Ajax na Olympiacos, kuna Athletic Sporting, kuna Barcelona, Copenhagen, kuna Liverpool na Garabah, Monaco, Juventus.
Arsenali na Kairat, timu ya baba. Angalau baba aliondoka, kabaki sasa timu ya mama wanaandaa michezo hiyo. Kuna Dortmund na Inter Milan, kuna Manchester City na Galatasaray, kuna PSG na Newcastle. Sisi tunaombea Newcastle ushindi kama timu ya Uingereza. Kocha wa Leeds aridhika na sare dhidi ya Everton. Hayo ndio masuala ambayo tumekuwa nayo leo. Bila shaka tutaendelea kutangamana katika masuala ya taifa leo. Uwe na wakati mwema. Kuombea kila laheri. Leo siku ya Jumatano ni siku ya wanasema Ladies Wednesday. Yaani wanawake walichukua kila kitu. Sisi wanaume tunatoa pesa, wanawake wafanye budget. Sasa Ladies Wednesday tunawatakia kila laheri. Muwe na siku njema.